to the channel. It's great to have you with us again, and if this is your first time, karibu sana. We don't take this for granted. We're excited to introduce a brand new weekly show here on the channel, Walment Nama Celeb. Every week we'll be sitting down with some of your favorite celebrities, musicians, personalities, getting beyond the fame and discovering the stories, experiences, people behind the names you know and those you don't know. The ones that are coming, the ones that have already made, and the ones that you see every day. The host is Kafela, and this is Walment Nama Celeb. So make sure you subscribe, turn on your notification, and join us every week for another amazing conversation. Walment Nama Celeb, beyond the fame, behind the story. Let's get into it. Thank you. I'm your host Kafela. In today's segment, we're going to have our first celebrity artist, none other than Telo Music, the baddest performing artist, the baddest songwriter, the baddest director bado. Drum rolls. Telo Music. Inakuwa teo wapi bana? Kutafuta, unaniambia mara makazi imekushika. Finally nimekupata. Shughuli ndio mingi but finally ndio mimi nimefika hapa leo. Yeah, let's do it. Mzuri sana kabisa. So kabla tuanze kabisa, ningependa waambie watu Telo Music nani? Okay, so Telo Music is an artist, a versatile artist, anazafanya all types of genres. Yeah, based in Nairobi actually, and music is something I love. So ukisikia music na Telo Music, these things go hand in hand. Yeah, so hivyo ndo nadhani watu wanaweza kunajua what is Telo Music kama who is Telo Music. Yeah. So na jina Telo ilitokea wapi, ama ungesema kupenda jina lako umezaliwa nayo ama jina umepatiwa na watu? Okay, so for my real names, I'm Craig Otieno, but Telo ni jina usanii. Yeah, ni vile tu like everyone has a name, nataka kuji-identify uniquely kwa kiusanii, and that's how I came up with the name. Oh, yeah. So umesema ndo Craig Otieno, hiyo ndo majina ya M-Pesa ama wacha labda kituma nini pesa kwa namba utaona jina kamili sasa M-Pesa. Yeah. Mzuri kabisa. Umesema safari yako ilianzia wapi ya muziki? Safari ya muziki nadhani maybe ilianza mostly nikiwa high school. Hapo ndo nadhani mimi nakuanga mtu anapenda kusikiza ngoma. And apart from singing, listening to music is something I love. Na nadhani from hiyo niliget ile passion ya na time ulikuwa unaweza sikia msanii akiroga ama akiimba, na tell yourself, hata na put yourself in that shoe. Mimi naona ni kama pia mimi naweza work on that beat na nitoe ngoma. Kwa hiyo nadhani hapo ndo nadhani passion yangu mostly ya music ilianzia. Yeah, mostly nikiwa high school. Nilikuwa napenda kusikiza ngoma sana. Na naweza sema hivyo. Who inspired you to start music? Mwenye alikunini sana, alikusukuma sana kuanzisha ufanye nini sasa? Unajua usanii ni kama art. So kuna inspirations tu kubwa. Ndani Kenya kuna wasanii kama kina Khaligraph, kama Kardinali, like ni watu ukisikiza basi zao ama ngoma zao, you feel like huyu anani-inspire, nataka kwa level zao. Because kuna vile they are thinking ama vile ana compose ngoma ni different na wasanii wengine. So from that unaweza notice ni kama this is the line I want to go. Nataka unaweza kuandika ngoma like mtu anafikiria what it means. It is shallow music yenye mostly wasanii wimba. So nadhani hao ndo wanaweza kuwa most of my inspiration ya huko. What was your first song, like ngoma yako ya kwanza? So ngoma ya kwanza actually nakumbuka there was a producer called Japesa. Alikuwa anaitwa Japesa, located this side za kama ishi kwa hiyo alikuwa na pesa ama ilikuwa kumeendaje ndio akaitwa jina Japesa ama ni jina ya utani nyumbani?
Japesa mostly kulingana na wenye najua Japesa inamaanishaga from the name ni mtu ako na pesa. So Japesa alikuwa located huku side za Eldoret hapo place inaitwa Kabi Center. Na nakumbuka tukiwa nilikuwa na bro anaitwa Tile. Tile ndiye alitupeleka kwa producer Japesa. Ndio alikuwa ameanza kufanya kazi na yeye. So nadhani from that opportunity tukafika place our first song my first song tulikuwa na The Lantern mwenyewe. So from there tuliingia studio ya Japesa sasa. And that's how maybe nadhani first time yangu kwa studio ilikuwa hiyo siku tukitoa ngoma inaitwa Kafu. So mtu akikuuliza what makes Telo different from other music artists? Okay, kwa sahi nadhani maybe iwezi kuwa ime-stand out sana, but Telo is a different artist. Kwanza anaweza fit in many different genres za music. Hiyo kwanza ni kitu unique cause kuna hoga na wasanii wenye ako suited for a particular type of music yenye akiswitch to the other, utafeel iko different. But Telo is one artist mwenye ukimsikiza anajaribu ku bring out something different in the music industry. Ama hataki kucopy like najua kitambo kulikuwa na Gengetone, watu walikuwa wanataka kuicopy sana their style. Nakuja tu na something unique on my own. What keeps Telo going ama Telo music going? Target. Samani target, samani fame. Because kila mtu anakuwa na target at the end of the day. Ukianzisha kitu, unataka to see yourself somewhere. Huko mbeleni na unakuwa umejiwekea target. So kitu itafanya ndio ushinde ukikeep going your target. Kwa sababu huja-achieve, bado una feel hujafika place unafaa kuwa. So kitu inafanya ni love pia support. Potenye watu wanakupatia. It's something that keeps me moving. So what's your biggest achievement so far kwa muziki? So kwa muziki sahi hizi sema kuna that major achievement, but nadhani maybe at least kupata chance ya kwenda vitu kama Nairobi Festival kwenye kuna bigger audience ku perform hapo mbele, something very big and kitu naweza sema uko proud of. So ulipata na wasanii wengine huko ama unaweza kupata collabo ama tarajia nini ambapo to expect kitu ama kufanya? So currently hiyo situation ya Nairobi Festival kulikuwa na wasanii bado tu wenye wale washa make it, but nadhani hapo ilikuwa tu kila mtu kujiuza, like show what you have. So ile chance ya kupata collabo ilikuwa limited because it was like any competition. Unaenda siku ya kwanza utafukuzwa, kesho yake utarudi kulingana na elimination umefanyiwa. So huwezi kupata hiyo big opportunity ya collaborate na wasanii at that time. Kabla tumalize ningeomba kupatia hata ka freestyle moja. Okay, so freestyle kuna ngoma yangu mostly nadhani hiyo ndio inahoga one of my favorites. It was very nice. That's why inahoga ngoma moja imenibamba. So it goes like one. Number 1 ushaikuwa na dream kwenda Taiwan, nipe tu Telo ni true. Ngoma kali wananitaga mkuu, nipe 3. Uchora nikiwa free. Inanibamba na skizodi kwa matri, nipe 4. Niko bad than before. Na nikishika mic, new run show 85. Thank God niko alive. Nipiga mboka daily, new are gonna strive at 6. Ekauna ngori ndazi fix. Upenda place kuna kuwa gana 27. Last 4 ni 11. Nangotea wasiwuti kuna enda heaven at 8. Wapati sikuwangi late. Na make sure nimefikia decade nipe 9. Ini ya wate wa maina. Mbaya kabisa. So Telo, sikushukuru sana kwa kuja. Thanks. Pata nafasi tena Twitter. Tutakuta sana. It's a pleasure. Next time I'll honor the invite. Nashukuru pia ni host kwa show. Something big. And I appreciate the opportunity. So sisi tutangoja kitoa hizo ngoma mpya. Twitter tena. Shukran. Ansa.